Mi nilikuwa nacheza mpira. Na nilikuwa napenda mpira sana. I had that passion in football. So in the field of football, I used to do it well. Just from standard 4 to standard 8. Then from there, I joined high school. So in high school, I encountered an accident in football. So mwenzangu alishtukania kama amenikanyaga na puma. And it happened, I was deeply injured. It reached a time, so hii mguu ilikuwa inafura tu inaleta maji ndani. So huwezi lala, you can't move. So shule inanirudisha hospitali, wanavuta ndani maji na syringe. So from there, mguu venye iliwasen nikaachana na shule sasa. That was in form 3. So majibu ilikuja, it was showing there is a tumor. But the tumor was not specified kama ilikuwa malignant ama ilikuwa benign yenye inaweza fanya maybe kama si ya kuspread ama ya kuspread. So ikafika tu mahali. Venye results zilikuja wakaniambia it is osteosarcoma. So nikafuata daktari nikamuuliza what is this osteosarcoma? Daktari akaniambia in other words it is cancer. Kama tunaona this one is like it wants to burst. But sasa it is very painful that hata nasikianga itchable usiku but nikitaka kuiitch it is very painful. Hii ilifura juzi. Alafu hii sijui ilifura juzi pia, hii ilifura juzi. Alafu pia huku kwa scalp yenye waliniwekea chuma tena imefura. Wi mwega mwiroreri wa Kate Infinity ngunyite ugeni muthenya wa umuthi nona nyingi ni ngatho muno ni gukorwo ukinyitanira na ithui. Njitagwo Kate na rugano ruria twina ruo muthenya wa umuthi ni rwa muiritu munini muno uturite ena kioneki ya gukorwo akienda gucenjia muturire wake na muturire wakwa wa mucii. Na kioneki giki ageire nakio riria akorirwo akimenya ena taranda ya guthaka mubira wa maguru. Indi talent ino akoretwo nayo, kiroto giake ni arona ta gitagakinyanira tondu ni ageire na thina wa kuguru riria ageire na accident agithaka mubira. Na ni akorirwo akigwa thi haria athakaga nao umwe wao ni akorirwo akimukinya haha iruini. Na hau niho mathina make na mitangiko maruo maingi maria akoretwo akigerera mambiriirie. Na kwa ihinda riri muiritu uyu ni akoretwo akirwo ena cancer ya kuguru. Na koguo ndikwenda gukorwo ngititirithia rugano ruru tondu mugeni witu haha na ni agukorwo agituhe rugano ruru we mwene. Na koguo undu ingikwihoya mwiroreri ni ukorwo ukihithe subscribe button na ndukariganirwo gukorwo ukihinyaga kengele niguo riria twakorwo tuki upload rugano ugakorwo ukirorera, ugakorwo we inspired, ugakorwo we educated. Na nyingi haria ha gu support aria makiri na mathina tugagikorwo tukimanyitirira haria tungihota. Oroho no ndihoe mwiroreri muthenya wa umuthi tutikuhuthira ruthiomi ruru rwitu rwa Gikuyu tondu mugeni witu oi kwaria Githweri na Githungu muno. Na koguo ni ngunyita mugeni witu ugeni na niguo agitutware na hau mbere. Karibu. Asante. Utatuambia majina, kule umetoka. Okay, kwa majina naitwa Isabu Alidi. I'm 24, approaching 25 years old. Kwetu ni Kakamega. Tumenunua shamba Shinyalu, but my original home ground iko Mdete, Vihiga County. Ni venye tu my parents shifted from that place. So mi ni Maragoli. Nimelelewa na wazazi wote wawili. But ikafika muda baba akakufa, akabakia mama peke yake. So let me go direct to the point. Mi nilikuwa nacheza mpira. Na nilikuwa napenda mpira sana. I had that passion in football. So in the field of football, I used to do it well. Just from standard 4 to standard 8. Then from there, I joined high school. So in high school, I encountered an accident in football. So mwenzangu alishtukania kama amenikanyaga na puma. And it happened, I was deeply injured. So the school took me to the hospital. Nikafanyia matibabu. Medication ikaenda ikakuwa sawa. So nikarudi shule nikakuwa tu nang'ang'ana. It reached a time,
So mguu ilikuwa inafura tu, inaleta maji ndani. So huwezi lala, you can't move. So shule inanirudisha hospitali, wanavuta ndani maji na syringe. Inakuwa hivyo. So it was like a routine. So venye shule zilifunga, we went back home. Shule zimefunga, and my situation worsened when I was at home, kama tumefunga shule. So situation worsened, I was unable to communicate back to the school. So my shortcut was I was supposed to go to the day school, ndo niendelee na kusoma. So me going to the day school, it was that inability project ilikuwa inanisomesha, it could not go on because nimetoka kwa shule ilikuwa imenipeleka. That project ilikuwa inaitwa afya tu, you said. So na mimi according to the schooling sijaipata grade below B. I have my evidence papers. So ikakuwa hiyo muda nikakuwa naumia nyumbani. My biography is very difficult. Sisi tumekaa maisha umaskini kuanzia utoto. Babangu na mamangu wamelimia watu. They have really tried to raise us. But inafika point unaona mzazi ana struggle. So hiyo project ikakuwa imeni drop. Hata ukienda hiyo day school hauna vile utalipa school fees. So nikaenda day school nikasoma kidogo, hiyo situation ikawasen. I went back home. So nalala nalia, mamangu hana pesa, babangu hana pesa. Inafika mahali even we sleep on hungry stomach because there is nothing there, and you can't blame them for not getting that daily bread. Sababu unaona situation wewe ni mtu mkubwa. So from there mguu venye iliwasen nikaachana na shule sasa. That was in form 3. Nikakaa kidogo nikasema hapana, hebu niende nikae form 4 nione kama naweza fanya hiyo exam. When nienda form 4, wenzako wanakuinsult, wanakuambia hujaregister nini. I gave up with school, nikarudi tu home. So mguu ikakuwa tu inaniuma, nanunua dawa. So saa zingine sasa tunapigia relative simu, babangu ananunulia tu dawa za kawaida kama Panadol nini. So ikafika mahali nika apply kazi kwa supermarket with my situation. So mimi nikaenda kwa hiyo supermarket nikakuwa tunafanya line attendant. Na hiyo situation yangu nilikuwa naona ilikuwa inawasen kila siku. Sababu what I'm using, the drugs that I'm using zenye sijaambiwa usi. Then niliambiwa usi they were much expensive, we could not afford. So nikaona tu nilikuwa na meza mara moja, sijui sona moja. Saa zingine nanunuliwa diclofenac, na changanya tu hizo vitu as long as it has relieved me from that pain. So ikafika mahali nilikuwa naenda kwa hiyo supermarket asubuhi. So mtu wa motorbike alikuwa anaenda, na hiyo siku alikuwa ameweka mchanga za construction kwa barabara. So mtu wa motorbike alikuwa anajaribu kupave hivi hiyo mchanga, na gari inakuja mbio. Anapave gari ipite, na hiyo gari ikakuja na speed akapanda mchanga. Sasa situation yangu sikakuwa hapo sasa imewasen kabisa. Mimi nikaenda nyumbani tu. So sikuendelea na kazi. It was almost 1 point something years. Ilikuwa kama mwaka inaelekea mwaka mmoja na some months kama inaelekea kufika 2. Nikarudi home, nikaenda hospitali kwanza wakanifanyia first aid, nikarudi nyumbani. So boss akasikia niliumia na pikipiki akakuja akanielewa tu. Which year was this? 2015. So hiyo 2015 after nimerudi nyumbani, nikakaa kidogo nikasikia nimemeza pain killer, mimi nikasikia acha nirudi wapi kwa job. So after mimi nimerudi kwa job nikakaa, unajua ilikuwa kazi ya line attendant na kusimama, unapea customer direction. Hiyo kazi ilifika mahali ikanishinda, nikaona and the situation inaniwasen. So nikisimama sana nafika nyumbani mguu imefura, kesho yake nakuwa absent. So kila siku nikuwa absent kwa kazi, nakuja moja unakuja madoido kwa kazi ya wenyewe. Najua biashara ya mtu inafaa you be capable, you be there kama amekuajiri, you be responsible for anything yenye umekubali. You will play part in that business institution. So mimi nilifika mahali kaambia boss situation yangu sijaiona vizuri. Hii kusimama naona kama itaniletea shida. So boss akaniambia what is your option? I told my boss that I've been saving some amount. I want to go for computer studies even if it is packages. So boss akaniambia it's okay, when you are through you come back. Nikaambia thank you. So nilikuwa nimesave pesa sababu nilikuwa naona huko mbele mimi mwenyewe sijamaliza shule. And the technology ya saizi hadi hata saizi nikisema hata nimefanya hiyo packages
it can't earn me that well according to the economy of Kenya. So nikaenda nikafanya hiyo packages, nikarudi nikaambia boss I'm done. Akaniruhusu nikaanza hapo kufanya kazi ya cashier. So nikakuwa oriented kwa hiyo kazi. So nikafanya hapo kidogo. Situation yangu ikanishinda, nikarudi hospitali. So daktari wakanifanyia biopsy ya kwanza. Wakatoa wakatoa hiyo nyama na mfupa, hiyo specimen, wakapeleka lab. Hospital gani? Kakamega General. Wakapeleka lab. So majibu yangu ikakuja. By then nilipeleka lab inaitwa New Times ama Times what. Iko hapo karibu na Easy Coach. So majibu ilikuja, it was showing there is a tumor. But the tumor was not specified kama ilikuwa malignant ama ilikuwa benign yenye inaweza fanya maybe kama si ya kuspread ama ya kuspread. So ikafika tu mahali. Venye results zilikuja wakaniambia it is osteosarcoma. So nikafuata daktari nikamuuliza what is this osteosarcoma? Daktari akaniambia in other words it is cancer. So I was like, cancer na mimi at this tender age cancer inanitoana wapi? Sasa mimi nikasema acha, so siwezi enda kuambia mamangu at this point daktari ananiambia niko na cancer sababu sitaki kumuongeza depression. Unajua sio kila kitu unaambia mzazi and at the same time unajua you provide a lot to the family. So mimi kafika mahali nikasema kama sasa nimepatikana na cancer mimi nitaenda hiyo medication pole. Nikiona kama inanizidi sasa itabidi nimaambia mamangu vile kumeenda. So after hizo results daktari wakaniweka kwa hizo dawa. So nikakuwa na meza hiyo dawa nikienda clinically. Sasa hizi ni dawa za cancer ama? Kuna dawa nyingine sijui kama ni ya cancer but it was like hiyo dawa inaitwa osteophos. Na waliniambia my infection, they have diagnosed me with osteosarcoma. So nikaona hizo majina zinaendana. So hiyo osteophos ndo natumia. That osteophos is at 1300 shillings. At the same time hauna kazi. Sasa hauna vile utapata hiyo 1300. The family inakudai. Inafaa uiprovide. So nikaona na mimi sasa mimi upande wa kazi nimeacha kazi. So kazi uache kwa sababu unataka kuacha kazi. Unaonyesha hiyo kazi mgongo but in tears. Sababu unaenda but in real sense you are going but utaki kuenda. Something is forcing you to go. Sasa my health was forcing me to leave that job. But indeed I had passion in that job. Sikutaka kuipoteza. So after nimetoka so ikakuwa tu complication. So ikafika mahali daktari wakaniambia I'm supposed to be operated. Sababu hii mguu ilifika mahali haina nguvu. So nikaambia sasa hapo kutaenda aje? Wakaniambia I'm supposed to look for 5,000 for the operation. Alafu mambo ingine itakuja kwa bill. So mimi nikasema is okay. Nikaenda tu home. Na nilikuwa nimeapply kazi nyingine Imara supermarket huko Kaega. So before niende Imara nilipata tu pesa. So after nimepata tu pesa kuna relative alijaribu kunisupport situation yangu. Nikaenda nikaekewa chuma sababu hii mguu ilifika mahali haina nguvu. Nikaekewa plate. So after hiyo plate nimeekewa nikakuwa tuna survive nayo. Kufika 2021. So kufika 2020 daktari wa Kakamega mwingine anaitwa Dr. Jina imenipotea. There is a name. Huyo daktari akanirifa niende nione Dr. Alushula. The late. So nikaenda kwa Dr. Alushula kwa orthopedic. So after nimeenda kwa Dr. Alushula kwa orthopedic akaniview. So he has been my orthopedic for a period of almost 3 months. Nikaona there was a change. So after that change tukakuja mambo ya COVID. So ile interaction ya watu ilikuja ikapungua. So ukakuwa na conditions, protocols zikakuwa mingi. So ukienda hospitali, sasa unajua everybody was scared about that COVID. So hiyo wakati na huyo Dr. Shula akapass. So wakati nilienda huko after amepass na mimi condition ilikuwa imeanza kuchange. Hiyo chuma ilikuwa hiyo venye hiyo plate niliekewa sasa ikafika muda ikaanza tu kufura inafura. So nikaenda nikaambia daktari alikuwa. Kaambia mimi situation yangu ina change and you have been my good doctors. So akanirifa Kijabe Mission.
So at the moment I'm doing my treatment at Kijabe Mission Hospital. So venye nilienda Kijabe, daktari wakaniambia kuna, so before nikatolewa hii plate, sijaeleza hapo. Before ilifika mahali plate venye ilikuwa inafura, nikarudi tu general, nikatolewa hiyo plate. So general wakaniambia nikafanya chest CT scan, nikafanya x-ray, nikafanyiwa ultrasound, hizo vitu tatu. So wakaniambia I was supposed to go for MRI. Nikauliza hiyo price ya MRI, hiyo price haikuwa ina reach venye mimi niko na according to my ability. How much was it? Somehow like 10 to 12,000 hapo. Okay. So nikaambia daktari NHIF yezi, akaniambia hapana MRI. Okay, it is just paid cash. So nikaenda tu home bila hizo hopes. So Roy ilikuwa inaniambia nirudishie mamangu majibu, nimwambie mahali naelekea. So hiyo wakati natolewa plate nilikuwa nimeitwa kwa Imara Supermarket. So huyo mdosi wa Imara Supermarket ndiye alinichangia pesa ikafika. Nikafanywa hiyo operation, nikatolewa plate, akanilipia bill, nikatoka usi nikarudi nyumbani. After nimerudi nyumbani nikakaa sasa mamangu hana kazi, babangu akakuwa amekufanga, sasa bado tu it is just early. Babangu amekufa tu hiyo mapema. So hiyo situation ikakuwa inawaseni kila siku. So sometimes mamangu anaezaenda alimie mtu, huyo mtu ampromise kesho akujia amtampea something. Maybe hiyo kesho aenda apate huyo mtu tena hayuko. But sasa you just sleep on a hungry stomach because even if I'm on drugs. So sasa unasikia at the same time you are on drugs, at the same time you are sleeping hungry. So when you sleep hungry, at the same time you are in pain. So you are chasing that pain with drugs, but you have taken nothing. So unaona kama sometimes nasikia tumbo inaniwasha. Napigia huyo daktari wangu namwambia hizi dawa nimemeza, tumbo inaniwasha sana. Akaniambia do you take them when you have taken any meal? Nikaambia our biography is very difficult nyumbani. There is we are venerable. So we are unable. Mi sina baba, mamangu hana kazi. So sometimes I take those drugs on empty stomach. So mamangu ananiambia sometimes ni prevent kumeza dawa. I've not taken meal. So mimi namsikiza tu, saa zingine naruka kumeza hiyo dawa, saa zingine na meza. So you know you are killing the pain, but you are creating another infection in the stomach. So daktari akaniambia hiyo nini imecreate niko na ulcers kwa tumbo. So inafika mahali huko nje sasa I've been the breadwinner, kuna rafiki yangu ako na saiba huko kwa market. Saa zingine anaenda kumsaidia, maybe atatoka aende kutafuta vitu za saiba, na nikimaliza kusaidiana kazi na wafanyikazi wake. Saa zingine unapata sasa you can't tell that worker akulipe sababu yeye hajakuambia umsaidie kazi. So unaenda tu home na hopes the next day God will give you something. Have hopes. I'm a lady of hopes. I have never given up in life. If I could have given up in life then even I could not be here. Because at the same time sasa unajua pia mimi nikijihurumia ati mimi ni mgonjwa. Mamangu atafeel hiyo pain. Aanze najua mama wazee unasikia mara pressure, mara diabetes imepitia ndani. So mimi nafikanga mahali naonanga sitakangi ku stress sasa mamangu sababu venye ako peke yake ni mjane. So tena nimuongeze kila siku nililia. So naonanga tu I keep on fighting for her because that woman has been strong with me. That woman is just my hero. I have no words to describe my mom, but that woman has been strong with me. She has been with me all over. Hakuna place. Mamangu tukuanzia utotoni anaezaenda kwa shamba alime, akuje ateka sapa hapo. Aseme we eat. But sasa yeye amefunga kamba. Tunamuza kuli, aseme tu mimi nitakula nimeweka yangu. Kumbe there is that food mamangu anaona it is not enough for us. So you find that she is sleeping on a hungry stomach because of us. So mimi singependa kuishi maisha vulnerability sababu ya ugonjwa yenye niko nayo. Mimi ningependa tu I shine for my mom because she has been struggling with me. I'm a struggle sana. So I just shine for my mom because when I go off najua nitamwacha in darkness whereby
my mom atabaki tu, maybe atabaki amehuzunika. And you know venye tu mtu anapenda mamake, huwezi furahia ukiona mamako anateseka. So unaona mamangu sasa hizi sina kazi, anaenda kuomba kwa majirani. Majirani wanatucheka. Maybe wanasema msichana wake amekuanga kwa supermarket, they have been okay. Sasa hizi venye sasa amekosa ndio amekuja tumsaidie. But in real sense in supermarket there is no a lot of money. You can earn below 10,000. 10,000 at this moment. I need to buy my drugs. I need to give something to my mom. I'm a lady. I have my basics. So unaona pia niko na mtoto wa my sister. Nimemsomesha saizi yako class 7. Ameenda grade 7, next year anaenda grade 8. So mimi nafika mahali najiuliza hii grade 8 anaenda aje? Anaenda aje at the moment? Mguu imeniweka chini. Sina vile naweza msaidia. But siwezi blame at your field nilicheza ya football nimeniletea all this. An accident is just an accident. And let me tell people who are in the field of football, they don't see my situation alafu abscond your field. Yes, I was a star. It happened. I accepted the situation. So mi tamaa yangu sana kwa sababu nilikuwa nacheza football. I used to play even niende out country. Vile hao wasichana wadogo wanaenda huko, they do something for their country. They come back proud. So mimi nasikia siku moja mimi hadi mimi nilikuwa na promising mamangu, wait one day you will see me in a television. I'll become a star. And my star will just come from this football. So mimi nafikanga mali nasema if I could have absconded that field, I could not find my situation in this position. But in other words, mimi nafikanga mali nasema maybe God has got a purpose of making me to kukunywa hiki kikombe na kunywa saizi. Because maybe ningekuwa na mguu zangu zote, maybe my ways could not be Russia's. Maybe hii moja vile imeniweka chini, God has got a purpose. Maybe God wants me to come out with a testimony that I don't know. So in any cup that you encounter, just take it because God has a purpose. In anything that you undergo, just pray to God. One day, you will become a hero. You will become a testimony. And me, I believe, one of these fine days, I'll become a testimony. Because being down for almost, this is the 8th or 9th year, if I'm not wrong, it has not been easy for me. It has been difficult. I'm fighting for my family. I'm not learned at the same time, but ni knowledge tu nimezaliwa nayo yenye mimi niko nayo. Can't say that Form 3 is a class that you have documents. You only have that class 8 certificate. At this moment, class 8 certificate is not working. And at the same time, like saizi technology inaenda mbio. So you can't be stuck somewhere with that class 8 certificate telling people I'm good in computer. Computer is nothing. I haven't gone deeper in that computer. Nimejua tu packages peke yake and a part of ICT kidogo sababu nimekuwa kwa cyber. I can do something in that field. But my profession, I just wanted to be an accountant. But my dream, I think at the moment I can say that I can raise my dream back. But sometimes when nafika mahali naona it is late. It is not too late. Because saizi nikirudi shule, yes, I'll focus in school. I'm a good student. I can focus. But now, mentality, my people at home wamenizoea. I bring for them. Mtoto wa sistangu huyo class 8. Hana balance. Huwa nimekuwa nikistruggle sana nisibakie na balance ya class 7. Just from standard 1, I've been with her from standard 1 hadi saizi yako 7. So mimi natakanga tu that lady to shine. Huyo mtoto wa sistangu wa shine huko mbele. Asifike Form 3 kama mimi. Apite hapo. At least a move mahali penye. In future ataweza saidia shosh yake or any other person. Because me, I still have hopes in life that I'm going to be a conqueror. So hii mguu imenipitisha hali ngumu. Imenipitisha hali ngumu sana. Na as for now, juu umesema umekuwa ukienda Kijabi kutritiwa, si ndio?
daktari wanasema nini? What is the next step yenye wanafaa kuchukua ndio at least maybe ukwe na improvement? So huyu daktari wa Kijabe told me then there are two options. Nikienda hiyo biopsy ya pili na wapate that infection iko at one point. Kuna vile nitasaidika. Nakipata hiyo infection, it is a malignant that will spread. They will cut off this foot. So mimi nikasema basi kama hiyo nditapendeza Mungu. But yes, I'm not willing to lose my leg because it is something that I was born with. I'm not sincerely willing to lose my foot. Me most of the time wanaomba Mungu namwambia let me just go. Nikifika hospitali nipate hizo taarifa za daktari zimebadilishwa. Because I'm very young to struggle on one foot. At the same time I can't raise that money for cutting it off, and I can't raise that money even for that biopsy. The biopsy was 40,000 that I was supposed to pay so that I can go for that biopsy. Okay. So at the moment I have no that money. I don't have that money. At the moment to proceed with my medication, it has become difficult because of finance. Kuna madawa zenye umekuwa ukitumia? Niko na hiyo osteophos. Unanunua pesa ngapi? Osteophos size ni 1300. For how many days? There are 3 tablets. Na mezanga moja kila Monday. So inaisha kabla mwezi ishe. So you assume at the same time you are not working, hauna pesa. Hiyo osteophos imeisha. So as I talk now sina hiyo osteophos. Sababu I don't have that money to raise. So ndo my uncle akaniambia, Lydia, it has been long nimekuwa nikisikia hiyo story ya mguu yako. Hebu kuja Nairobi kama kuna means yote yenye utapata usaidizi. Then tuone itakuwa aje. So this is my uncle's house. I've been here for 2 days. And this is the 3rd day. And my uncle has gone to hunt for his bread. Watoto wake wanacheza hapo nje. Na saa umekuwa ukienda Kijabe kulingana na vile umetuambia. Ulikuwa umesema they might amputate. Is there a cost for that? So I was trying to inquire something from that doctor. Akaniambia if it is amputation plus another foot, it is approximately 450 to 500,000. That is not the exact amount. It might be less or it might be more. So sai the urgent thing ni biopsy ndio wajue kama imesambaa or the urgent thing is biopsy. Okay. And at the same time hiyo biopsy kufanyika, I need to have money. Yeah. And I don't have that money. And at this moment the pain that I'm undergoing, hadi hata ningekuwa mtoto mdogo, ningekuwa nasumbua. But it's just a matter of Mungu amenipa ile perseverance. Hata ikiniuma siwezi sumbua anko yangu nipeleke wapi. So sometimes nameza tu painkiller nakaa kuimanage. Okay. And at the same time nimemeza madawa hadi siku hizi tumbo imekuwa moto. Tumbo imekuwa moto sana. Chakula ni changamoto. Sasa kama niko home, that is now another challenge. Na nyumbani mama kona nani? Peke yake na mtoto wa huyo sister yangu wa class 7. So hakuna siblings wako wadogo huko? Mimi ndo last born. Okay. Na mama najua the condition is now. Yes, it reached a time nikamkalisha chini nikamwambia what I'm undergoing is this. So I've been pronounced that I'm cancerous. So you take heart because I'm a strong lady. I'll know how to manage it. So she was crying, but I told her no, it is my situation. Don't cry over this. It is just it is not a big deal. This is just a small thing to solve. So ile tu namu-encourage, but the pain that you are undergoing, hadi hata siku moja nilikuwa nasema siku moja tu Mungu angesema ati mtu anaweza kusaidia mguu yake ukae nayo alafu ukae na mguu ya mtu muda kidogo. I could be a slave in that. Ningekuwa naomba kila siku mguu ingine.
but sasa it is impossible and the leg is mine, so unajipata tu uko nayo. Movement is now a problem, so at the moment uncle yangu ndo amenunulia hiyo walking stick hapo. Yenyewe sasa unajisupport nayo. Okay. So there was somebody that nini alinisaidia na pesa. Nikanua walking stick nyingine ikavunjika. So tena there was a lady akanunulia ingine. Hiyo niliacha Ushago nikitravel nikikuja huku. So I was like mamangu venye tulipanda gari, mamangu ni kama alichanganyikiwa kabaki amesimama nayo huko kwa stage. So venye nilifika Nairobi ninauliza driver, niliingia na walking stick, akaniambia hapana. Nikapigia mama simu akaniambia alibaki nayo. So my uncle ndo amenibaishia hiyo walking stick nyingine sasa. Na sasa ni kuanzia hapa. This one, the problem is just in the knee. Huko ndo kuna uchungu. Alafu saizi kuna balls zimeanza kufura. Kama tunaona this one is like it wants to burst. But sasa it is very painful that hata nasikianga itchable usiku, but nikitaka kuiitch it is very painful. Hii ilifura juzi. Alafu hii sijui ilifura juzi pia, hii ilifura juzi. Alafu pia huku kwa scalp yenye waliniwekea chuma tena imefura. Hizi scars zote zenye nilifanywa biopsy na ile ya kuwekewa plate zote zimefura. So imekuwa painful hadi huku naona kumeanza kutana. Inakaa inaanza kukaa. Alafu nasikia na mguu inafura pia huko. Nasikia kama huko kunauma. Huko kunauma. Hakuna pain. Ni kufura tu juu ya effect hapa. Sorry. Na hata ni moto. Very hot. Sasa unajua saa zingine kama weather imekuli hivi inakuwa moto kabisa. Tena kama kuna jua inakuwa moto hata kushinda hapo, hadi ukiweka kitambaa yenyewe inakauka tu. Juu ya iko nasikia niko na joto kabisa. Na sasa watu wangi maji ama haina at all after saizi haina maji. Walisema sasa it is like a mass. Ni kama ilikuja so sasa ikashikana. So saizi they said that it is just a mass. It is not something that cannot be removed by a syringe. Haiwezi pita. Na sasa Lydia, ongea na watu wenye wanatutazama, uambie vile unaweza taka kusaidiwa na usaidizi mahali wanaweza kuwa wakituma, ndio at least waweze kukua wakikusupport. Kuzunona umesema hata it's a challenge kupata hadi chakula, and honestly mtu haizi kunywa dawa kama hana chakula, si ndio? So we must start from somewhere, si ndio? Yes. So unaweza ongea na watu kwa kamera, uambie vile unaweza taka wakusaidie, na pia hiyo support inaweza tumwa wapi. Okay, me I'll just urge anybody who is watching this clip, a Christian, a Muslim, anybody, if you just encounter this clip, I'm just requesting for a humble help. You can help me in prayers. You can call me and advise me what to do. Because my situation, I don't share that much with my family people. Kama mamangu, I don't share. Na yeye sana niende deep mpaka niwasikie kama anasononeka. You can call me and advise me on what to do. You can help me majorly financially, because at the moment my health is fluctuating. It is becoming worse than it is worsening than the back days. And at the moment, as I continue staying with this infection, maybe it is that will spread, I don't know. Maybe it is that will stuck at one point, I don't know. So day by day, it keeps on swelling each and every time. So if you want to reach me, my numbers are 0742 05491 0742 05491. Isabwa Lydia. Okay. Ni thengio muno mwiroreri ni gukorwo ukirorera rugano rwa mundu gwitwo Lydia.
na nĩ ndona nĩ mũirĩtu wĩyũmĩrĩirie mũno tondũ you can see the situation. Honestly, mũndũ angĩaga gĩa kũrĩa na nĩ aranyua ndawa, handũ hau hatiũkaga wega. Koguo Lydia nĩ arabatara ũteithio wa naihenya mũno nĩguo thĩna ũyũ wake, ũraigua nĩ thĩna wĩikarĩte mĩaka 9 na bado ndarĩ agĩa a way out kana ũhoro wa gũkorwo agĩtangĩkĩrwo thibitarĩ-inĩ. Tũngĩkorwo tũkĩmũteithĩrĩria ona kĩrĩa mũndũ angĩkorwo akĩona kana kũringana na ũhoti wa mũndũ, no ndĩmwĩhoe mũno mũteithĩrĩrie Lydia nĩguo thĩna ũyũ wake wa kũgũrũ ũkorwo ũkĩeherio. Angĩkorwo ndagĩtarĩ maugĩte nĩ kũgũrũ gũgũgĩkorwo gũkĩthiĩ gũtinio, gũtirĩ ũndũ aregete. Na koguo no ndĩmwĩhoe mũno mũtuĩke andũ a kũnyitĩrĩra Lydia na kĩrĩa kĩnini mũngĩkorwo nakĩo nĩguo ahote gũkorwo agĩtangĩkĩrwo thibitarĩ. Nĩ thengiũ mũno nĩ gũkorwo mũkĩrorera, na arĩa subscribe make sure nĩ subscribe nĩguo rĩrĩa twakorwo tũkĩrehe ng'ano cia andũ mangĩenda gũkorwo makĩheo ũteithio mũgagĩkoragwo mũkĩona, na nyingĩ mũgakorwo mũkĩma-support. Asanteni sana, tuonane rĩngĩ in the next video. Bye bye.